Usiku wa tarehe 16 Julai 2026, muziki wa Uvira ulipoteza sauti ambayo wengi waliamini bado ilikuwa na safari ndefu mbele yake. Kuna watu ambao huzaliwa na vipaji, wengine wakigundua baadaye, lakini wachache sana huishi na muziki tangu utotoni. Miongoni mwao alikuwa Gabriel Kabwe Kashinde, anayejulikana na watu wengi kwa jina la kisanii Mr. Gave. Mr. Gave alikuwa msanii kutoka mji wa Uvira mkoani Sud Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alianza rasmi shughuli zake za muziki tarehe 10 Oktoba 2016, lakini safari yake ya muziki imeanza miaka mingi kabla ya hapo. Kwa mujibu wa simulizi zinazomhusu, Gabriel alianza kuimba akiwa na miaka 6. Kipaji chake kilikuwa kanisani, mahali ambapo baba yake alikuwa mchungaji. Ndani ya familia yao, huduma ya Mungu ilikuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Hata kaka yake alikuwa mchungaji na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Katika mazingira hayo, Gabriel alijifunza kuimba mbele ya waumini, akajifunza nidhamu ya muziki na kuzoea kutumia sauti yake kuwafikia watu wengi. Wengi walimuona wakati huo, waliamini kwamba angeendelea na kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili maisha yake yote. Lakini kadiri alivyozidi kukua, alianza kuvutiwa na sanaa ya muziki wa kisasa. Alisikiliza wasanii mbalimbali wa Afrika na kutamani kutumia kipaji chake katika muziki wa kawaida ili kuwafikia vijana wengi zaidi. Ndipo alipoamua kuingia rasmi katika muziki wa kidunia. Safari hiyo haikuwa rahisi hata kidogo. Kama wasanii wengine wanavyoanza bila fedha wala majina makubwa, Gabriel alipitia kipindi kigumu cha kutafuta nafasi. Alienda kwenye matamasha mbalimbali akiwa na ndoto ya kupewa hata dakika chache za kuonesha kipaji chake. Katika moja ya matukio ambayo yaliwahi kumuumiza sana, alifika kwenye tamasha akiwa na CD yake ya nyimbo, akiwa na matumaini ya kupata nafasi ya kuimba. Badala ya kupewa nafasi, alikataliwa. Kwa mujibu wa simulizi zinazomhusu, CD yake ilivunjwa mbele yake na kuondolewa eneo la tukio. Kwa msanii anayejitafuta, tukio hilo lilikuwa ni pigo kubwa. Watu wengine wangeweza kukata tamaa na kuacha muziki kabisa, lakini Gabriel hakukubali kushindwa. Aliamua kwamba njia pekee ya kujibu dharau ilikuwa kufanya kazi kwa bidii zaidi. Akaendelea kurekodi, akaendelea kujifunza na akaendelea kuamini siku moja watu wangesikiliza muziki wake. Baadaye alianza kushirikiana na kundi la Uva Unit pamoja na wasanii wengine kutoka Uvira na maeneo mbalimbali ya Kivu. Lengo halikuwa kutengeneza nyimbo pekee, bali kuhakikisha kwamba muziki wa Kivu unatambulika ndani na nje ya eneo hilo. Kupitia ushirikiano huo, Mr. Gave alizidi kujenga jina lake. Nyimbo zake zilianza kusikika kupitia maredio mbalimbali, kwenye majukwaa ya burudani na kwenye mitandao ya kijamii. Taratibu akawa mmoja wa wasanii waliokuwa wanawakilisha kizazi kipya cha muziki wa Uvira. Lakini kwa Mr. Gave, muziki haukuwa burudani pekee. Aliamini kuwa sanaa inaweza kubadilisha jamii. Ndiyo maana alijihusisha katika kampeni za kupinga mimba za utotoni kupitia muziki na shughuli za uhamasishaji. Alizungumza mara nyingi kuhusu athari za mimba za mapema kwa maisha ya wasichana. Kwa mtazamo wake, mimba za utotoni zilikuwa miongoni mwa sababu zinazowanyima wasichana haki yao ya kupata elimu, ndoto zao za maisha bora ya baadaye. Hakuwahutubia vijana pekee, aliwasihi pia wazazi kuwalea watoto wao kwa ukaribu, kuwapa elimu na maadili, kuwasaidia watoto waliopata changamoto badala ya kuwafukuza au kuwabagua. Alisisitiza kwamba mtoto anayepata ujauzito akiwa mdogo hahitaji kuchukiwa wala kuhukumiwa, bali anahitaji msaada, ushauri na nafasi yake ya kuendelea kujenga maisha yake. Kutokana na mazingira ya kijamii, Mr. Gave aliwahi kuwa balozi wa Centre Mère Enfant ya Uvira. Kupitia nafasi hiyo, alishiriki kuhamasisha wanawake wajawazito kuhudhuria kliniki, kutafuta na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya na kufanya vipimo vya mara kwa mara kwa ajili ya usalama wa mama na mtoto. Kwa kutumia umaarufu wake kama msanii, aliweza kuwafikia watu wengi ambao wakati mwingine walikuwa hawafikiwi kirahisi na kampeni za kawaida za afya. Wananchi wengi wa Uvira walimuona kama zaidi ya msanii, walimuona kama kijana
anayekuwa akitumia kipaji chake kuzungumzia changamoto halisi zinazowagusa wananchi. Ndiyo maana mara kadhaa wananchi waliomba serikali na wadau kuendelea kuwaunga mkono wasanii kama Mr. Gave ili waweze kuendelea kutumia vipaji vyao kwa maendeleo ya jamii. Kadiri miaka ilivyozidi kupita, Mr. Gave aliendelea kutoa nyimbo zilizopendwa na mashabiki wengi na akaendelea kujenga heshima yake ndani ya tasnia ya muziki wa Kivu. Historia yake inabeba somo kubwa kwamba mafanikio hayaanzi na fedha, hayaanzi na umaarufu, hayaanzi na kukubalika, yanaanza na ndoto, uvumilivu na uamuzi wa kuendelea kusimama hata baada ya kukataliwa. Kutoka mtoto aliyekuwa akiimba kanisani akiwa na miaka 6 mpaka kijana aliyefukuzwa jukwaani na kuvunjwa CD yake, mpaka mmoja wa wasanii waliotangaza jina la Uvira na Sud Kivu. Baada ya miaka ya kupambana, Gabriel Kabwe Kashindi maarufu kama Mr. Gave aliendelea kujenga heshima yake ndani na nje ya Uvira. Nyimbo zake zilivutia mipaka ya Sud Kivu na kuanza kusikilika katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi jirani. Kwa mashabiki wengi, alikuwa zaidi ya msanii, alikuwa sauti ya vijana wa Kivu. Miongoni mwa nyimbo zake zilizopata umaarufu mkubwa ni Charge, Mane, Paradiso, Pita Pita, Kijingijingi, Ya Mungu Mengi, Muyale, Twende Goma, Bongo Yako, Kifukuto na mwisho kabisa Wivu, ambao ulitolewa siku chache baada ya kifo chake. Nyimbo hizi zilimfanya kuwa mmoja wa wasanii waliokuwa wakikua kwa kasi katika muziki wa mashariki mwa DRC. Lakini ghafla, usiku wa tarehe 16 Julai 2026, habari zilisambaa kwamba Mr. Gave amefariki dunia akiwa mjini Uvira. Kifo chake kiliwaacha mashabiki, familia na wasanii wenzake katika majonzi makubwa hadi siku zilizofuata baada ya kifo chake. Chanzo rasmi cha kifo hakikuwa kimetangazwa na mamlaka au familia. Baada ya kifo chake, mashabiki wengi walirudia kusikiliza nyimbo zake. Wapo walioanza kusema baadhi ya mashairi yake, hasa katika nyimbo kama Charge, Muyale, yanaonekana kama yalikuwa ni ujumbe wa kuwaaga au kuzungumzia maisha na kifo. Lakini je, kweli Mr. Gave alikuwa anatabiri mwisho wa maisha yake, au ni hisia ambazo mashabiki walizipata baada ya msiba kutokea? Hakuna ushahidi unaothibitisha kwamba aliwahi kujua tarehe au mazingira ya kifo chake. Hata hivyo, swali hilo limeendelea kujadiliwa na mashabiki wake hadi leo. Na sasa tungependa kusikia maoni yako. Baada ya kusikiliza mashairi ya Mr. Gave, je, unaamini kwamba yalikuwa ni ujumbe wa kawaida wa kisanii, au unaona kuwa sehemu zinazofanya ionekane kwamba alikuwa akizungumzia kuhusu mwisho wa maisha yake? Tuandikie maoni yako sehemu ya comment.